hakuona si vyema Adamu kuishi peke yake, akampatia msaidizi wake, haleluya, ambaye ni mke ambaye anaitwa Adamu, akampatia jina Hawa. Bwana sifiwe sana. Wewe ndio mwanamke wa kwanza Mungu aliyoumba kutoka katika mbavu ya Adamu, haleluya. Mwanamke ni mbavu yako, ni mbavu ya mwanaume, haleluya. Na Mungu akampatia Adamu mamlaka katika maisha. Mungu amempatia mume mamlaka, haleluya. Kama una mke, Mungu anasema ya kwamba mke na tii bwana yake, haleluya. Ndiposa Mungu akamuru, akamwambia, akampatia Adamu mamlaka yote, akamwambia huyu atakuwa msaidizi wako, haleluya, mtasaidiana, haleluya. Kwa maana mke ni kama blanketi wa bwana wake, haleluya. Mke ni kama blanketi, mke ufunika bwana wake, haleluya. Anafunika uchi wa bwana wake, haleluya, sio kuanika uchi wa bwana wake, haleluya. Biblia inasema hivyo. Ndiposa Mungu hakuona vyema mwanaume aishi peke yake, akampatia msaidizi wake ili amsaidie, haleluya. Kwa sababu kuna vitu vingi mwanaume hawezi ukafanya ukiwa peke yako. Lazima utakuwa na mwenzako ambaye atakusaidia, haleluya. Ndiposa Mungu amesema kwamba, ndiposa anasema kwamba mwanamke ni kama blanketi ufunika uchi wa bwana wake, haleluya. Kama kuna mali bwana yake haendi sawa sawa, mwanamke Mungu alimpatia hekima, haleluya, atamfunika kwa hekima, haleluya, atamsaidia, haleluya. Kwa maana Mungu anasema ya kwamba si vyema Adamu akae peke yake. Hiyo nataka nikwambie, Mungu amesema ya kwamba hiyo wakati Mungu alikuwa anaongea na mwanadamu, alikuwa anaongea na Adamu face to face, haleluya. Hapo mwanzo Mungu hakuwa mbali, kwa sababu mwanadamu bado alikuwa anatenda dhambi yote. So Mungu alikuwa akinena na Adamu na Hawa face to face, macho kwa macho, akimwambia ya kwamba hii na hii na hii na hii, haleluya.